au basi atakuwa amekuja kwa siku mbili hizi. Who are you? Wewe ni nani? Nilikwambia ufute namba, futa, ukagoma kufuta namba. Anadi mdogo wangu. Abe dada. Nina matatizo makubwa mno yani, na nahitaji msaada wako kadri ya uwezo wako. Dada bwana, sasa kama una matatizo mimi nitakuwa na nini sasa? Unajua, hadi leo watu wengi wangekuwa wananidhulumu pesa zangu kama isingekuwa uwezo wako kukumbuka madeni. Dada, kuna mtu unamdai hela? Kama basi niambie nikamdai. Tunashinda kwenye moto hivyo, afu mtu kilesi tu anachukua hela yetu bila hata kulipa. Sikubali. Baba sio mimi anadili. Mdogo wangu, akili ya kukumbuka unayo, ila mawenge sasa. Ui. Sikia Nadine, kuna picha nitakuonyesha hapa, moja baada ya nyingine. Zitizame kwa umakini, alafu kama kuna sura utakuwa umewahi kuiona uniambie. Unamaanisha kuona kama wateja au marafiki zangu? Hayo sasa ndo mawenge na mapepe ambayo mimi kila siku nayazungumzia. Anyway, kuwaona kivyovyote, kama wateja, marafiki zako, masponsor, madanga, mabff, yani whatever, mradi tu uwe umewahi kuwaona. Kucha. Hapa. Huyo. Mama Mele huyu. Si Mama Mele huyu? Huwa anakuja pale kila siku, anakunywa chai kavu. Yaani mama, sijui ana tumbo gani jamani. Aje kununua hata kitafunia hata siku moja. Yaani watu wengine sijui ana matumbo gani. Wewe Anadi, wewe ameshawahi kuja pale mimi nikiwepo? Anadi, nahitaji utulize akili yako na unijibu majibu yanayoeleweka na kwa ufasaha. Sihitaji ubahatishe. Sawa, ndio. Nimekumbuka. Kuna siku alikuwa anakunywa chai yake. Ulipofika wewe tu akaamka akaondoka. Tena hiyo siku alilipa hela akaondoka bila hata change. Okay. Vipi na wengine? Hujawahi kuona hata mmoja? Hapana, sijawahi kuona. Ila kuna huyo kijana ana harusi mzuri wa kuteleza. Nimpenda sana dada. Bila shaka hujui kwamba mimi ni kazi gani nyingine ambayo naifanya, si ndio? Si kazi na vikoba. Wewe na mawenge plus mapepe mtaachana lini? Nisikilize kwa makini Nadine. Mimi ni askari mpelelezi, undercover agent, wherever. Ila ninachotaka utambue ni kwamba mimi ni askari, na hawa watu ambao nimekuonyesha hapa sio watu wazuri hata kidogo. Hasa wanaume unaosema wanausi mzuri wa kuteleza. Tena hakikisha hutaka unase kwenye 18 zao. Na kama ikitokea utakuja pale ofisini, nipigie simu haraka iwezekanavyo. Haraka sana. Sawa,
Nimekuelewa dada. Nenda kaendelea majukumu yako. Sijui ulikuwa unakaa ndongo wa mandazi, sijui chapati. I don't know. Nenda. Mama Mere. Sawa bwana. Tutamjua huyo Mere. Suna Olera. Hiyongkanan nakulya mati hiyongkanan nakulya mati hiyongkanan angomuza kwirem angomuza kakuyumuka ukini wa mjini vipi tena? Ukijana si wa mjini ati zinakuja kabisa. Habari yako mzee? Hapa hakuna nisalimu huku, umekuja ndita kweli? Kuna usalama hapa? Nyumbani kwako kuna mzigo wetu, kwa hiyo naomba uutunze kama unavyolitunza ili shamba lako. Nyumbani kwangu? Babangu, we mtu wa mjini, umejuaje hizo habari? Huu mzigo hautakiwi kuonekana mjini kabisa kwa sasa, ila mpaka pale mabosi zetu watakapotoa maamuzi yao. Jana utakuwa umechanganyikiwa au umeshaanza kuchanganyikiwa, au mabosi zako hao watakuwa wajielewi. Unaitwa Mzee Likoma si ndio? Sasa sikia, mabosi zangu hawahitaji kueleweka, ila wanachokitaka ni wewe kufuata maamuzi yao tu. Na vipi kama nikisema huo mzigo siutaki? Usifanye mzigo kuwa mzito kwa sasa Mzee Likoma. Tamani naizi kuchanganyikiwa. Yaani mambo ya kukabidhiwa mizigo mimi jamani, wapi na wapi? Kuna vitu unatakiwa kuvijua, na kuna vingine hata kama unavijua unapaswa kujifanya hauvijui ili kuokoa maisha yako. Jeff! Hujambo? Shikamoo. Haujafa mpaka leo? Mamako alisema kwamba unatishia kujiua. Unataka nini Inspector Zedi? Unajua ninachokihitaji ni udeni. Unataka unisimulie jinsi ulivyomwagia mama maji usoni? Lakini sikukusudia. Alikuja nyumbani kwangu bila taarifa, na mimi nilikuwa najihami. Ukashindwa kumuomba msamaha kwa kumwagia maji usoni. Yule ni mamangu mimi. Kwako ni dada mkubwa sana Inspector Zedi. Who is Januaria? Who is she? Januaria? She's my mother. Nisikilize Nurdin. Nilikuwa na nia dhati ya kutaka kuwasaidia, na mpaka sasa hivi nina nia dhati ya kupambana
kujua mahali ambapo KP yupo, so nahitaji ushirikiano wenu. Mama hahitaji tena ushirikiano na mtu, amesema kila kitu kiko ndani ya uwezo wake. Yuko wapi? Alivaa miwani nyeusi, suruali nyeusi, viatu vyeusi, akavaa kofia nyeusi na blouse nyeupe, na hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho. Oya Mwandambo, mbona umaza kama mnoma hivi mwanangu? Maza gani tena? Januaria, yaani anakuja kama askari sio askari, soja sio soja, jambazi sio jambazi. Oya asomeki. Unapagawa ulisema mimi soft. Aya sema tena mimi soft. Acha visasi vya kike boya wewe. Tunatakiwa tufanye maamuzi magumu mno. Mimi nakusikiliza wewe inspector. Okay. Nikifika home hapo nitakupigia tuyajenge. Januaria huyo nyuma yako. Bogenazi wewe, fala mmoja. Skoba, wewe unasema tulipotezea hili swala, ila tambua ni aibu sana kwetu, kwa sababu haijawahi kutokea hata mtu mmoja akatoroka kirahisi namna ile. Cobra the Great, sio kwamba nasema tupotezee, ila huu mchongo umeletwa na inspector. Kwa hiyo ulitaka tumfuate tukamkolomea au? Yaani mimi naniuma sana, yaani tena sana, hasa huyo Keta. Yaani natamani siku tukimkamata apate cha moto na atakutana na kitu ambacho hajawahi kuona. Swali moja tu kwako Cobra, the great man himself. Wewe ni nani? Nimtesa KP kwa kiwango gani? A. Cha kumpa ulemavu wa kudumu. B. Kumwachia majeraha. C. Kukatisha uhai wake. Kama hujajitambulisha wewe ni nani? Sasa hivi nakata simu. Najitambulisha Cobra. Najitambulisha, usikate simu. Huyo ni mimi Cobra. Sasa unaweza kujibu swali langu ama risasi inayofuata ni halali ya kichwa chako? Kepia yupo na sisi, tena ameshatoroshwa. Lakini hilo sio moja wapo kati ya majibu ya swali la kwanza. Atukumpa ulemavu na atukukotisha uhai wake. Tulimpa maumivu tu na majeraha kidogo tu mkuu. Swali la pili Cobra. KP yuko wapi? Alitoroshwa na manzi fulani hivi anaitwa Keta. Alivamia kambini kwetu, ndio aliondoka na KP. Skoba, wake up! Skoba! Wake up, Skoba! SOS! Man down, man down! Hata mwenzako nilimwita kistaarabu kama hiyo.
na nikaongea naye kwa upole sana, lakini dakika za mwisho akanizingua. Na nakuhakikishia Joka, kitamkuta kitu kibaya sana. Sio, unanisoma? Nakuelewa Ninja, 100%. Kwani hizo tu Ninja, afu dakika za mwisho nileteo snitch. Oya, sito kuangalia usoni. I hope wote mnanijua vizuri, huwa sifikiri mara mbili. Keta, mgana ni mgana na joka ni joka, hivyo sipo tayari kufanya dhambi ya usnitch hata siku moja kwenye maisha yangu. Yule dogo yule nani? KP. Yule ndo karata yetu ya mwisho ya sisi kusurvive. Hivyo ndio tuishikilie kwa umakini sana Joka. Lakini mbona yule dogo namuona kama hana connection yoyote? Inspector Zebu hawezi kufikisha taarifa za sisi kwa hapa mjini kwenye ofisi zao. Hivyo ataendelea kututafuta kwa siri sana. Na hana kampani ya kutosha kwa sababu ya usiri wake. Na kwa nini huwa anafanya siri? Mpuuzi yule. Boya tu. Ameshanasa kwenye penzi ya white boy. Na yuko tayari kitu chochote kibaya kimkute yule jamaa. Kwa maana hiyo sisi tumeshika mpini na yeye ameshika makali. Hana kitu cha kufanya kwa sasa. Okay. Lakini kule kijijini ni karibu sana. Vipi kama akienda akimteka yule dogo, alafu akarudi sisi kututafuta kimya kimya kama wanavyotutafuta hivi sasa? Yes. Hilo ndo kosa ambalo atoka amelifanya Zebu. Na yoyote ambaye atakuwa karibu na KP atakuwa amejimaliza mwenyewe bila kujua kama amejimaliza. Nilitaka kushangaa. Keta anazaje kuachia mali kirahisi rahisi? Kata tayari Joka. Wewe ndo jeshi pekee ambalo nibaki nalo kwa sasa. Acha nimtafutie mgana ili nipunguzie hasira zangu. Lakini sitaki kushauri kuhusu mgana Joka. Brother Kefa, nini kimetokea? Unauliza nini kimetokea? Hauoni kuwa nimekufunga kamba? Hapa nasubiri tu wenye mzigo wao aje wachukue mzigo wao. Mimi maisha mashaka staki, kabisa staki. Please, Brother Kefa. Kwa yoyote aliyekuagiza kufanya hivi, anakudanganya tu. Hatukuacha salama. Najua ni Keta. Na naomba usimsikilize kwa lolote alilokuelekeza. Nyamaza mgana. Hivi hauoni kuwa umeniletea matatizo kwenye haka kachumba changu kadogo? Nilikwambia, lakini kazi yangu mimi ni ya kuzoa taka tu. Na sina ugomvi na mtu wa aina yoyote yule. Nilikwambia lakini haukutaka kunielewa. Mimi ningefanya nini sasa? Brother Kefa, umepewa bei gani ili mradi kuniuza? Na unadhani hiyo pesa itatosha kumhudumia mama pamoja na ugonjwa wake? Niambie, umepewa bei gani brother? Haki ya mamangu anayeugua kitandani. Sijapewa hata shilingi 100. Januaria sio mtu mzuri mgana. Nisipokutoa wewe kafara, ametoa ahadi atateketeza familia yote. Januaria ni nani? Amesema huyo Keta mnemwogopa na kumheshimu ni hadithi tu ya kufikirika, lakini yeye ni ukweli usiokuwa na mbadala. Januaria. Story mua. Kama mnadhani mlimuua, basi huwa sasa ndo mzimu wake.
na umekuja kulipa kisasi. Brother Kefa, naomba usinitoe kafara namna hii. Mama atopenda hii taarifa akiipata. Januari amenithibitishia kuwa utakuwa salama kwenye mikono yake na sio kwenye mikono ya Keta. Brother Kefa! Brother Kefa! Brother! Kuishi. Nani wewe? We nani? We nani, jitambulishe. Mimi ni malaika wa kifo. Yoyote atakayekatiza mbele yangu, basi huyo ni halali yangu. Lakini nakuhakikishia, kama ukijituliza, basi leo sio zamu yako. Joka, unafanya nini hapa? Mimi ni malaika wa heri niliyokuja kutetea nini maana ya uhai wako. Ni shetani gani aliyokufunga kamba za mikono na miguu? Januari ametuma vijana wake hapa. Wamenifunga, wakafunga na hii nyumba. Imekuwa ni kama bahati brother kufika hapa kabla hawajarejea. Jana Keta anakutafuta kwa udi na uvumba, alafu nakuja hapo unaniambia kuhusu Januari, wakati Januari tulishamwangamiza katika mission iliyopita. Mimi mwenyewe sielewi Joka, nimechanganyikiwa, ila ndio hali halisi. Okay, nisikilize mgana, hii tena si sehemu sahihi kwako kukaa hapa. Kwa hiyo inachotakiwa kukifanya hapa, mwambie huyu kakaako apotee eneo hili, apotelee anapopajua yeye. Mimi na wewe tupotelee ninapopajua, ili niende nikakuhifadhi sehemu ambayo hatakuona Keta wala huyo Januari. Is okay? Joka, please nakuomba. Huyu brother ndiye aliyenisaidia, na yeye anapaswa kusaidiwa. Tukimwacha hapa anaweza kangamizwa na vijana wa Januari. Nakuomba tumsaidie. Please. Shit! Okay, tundukeni. Nilikwambia ufute namba, futa. Ukagoma kufuta namba, futa. Sasa yamekufika.